Da Young Africans moja kwa moja ndani ya Misri. Wiki hii tuna michezo miwili mikubwa, Simba na Yanga. Pia na minne tuseme, manake Azam nao pia na shirikisho na Singida. Okay, tuanze kwanza kwa wakubwa wawili. Tuanze na Da Young Africans moja kwa moja ndani ya Misri. Wanaenda kucheza na club namba moja kwa bora barani Afrika. Huu ni mchezo wa namna gani kwako? Ni mchezo wa kihistoria. Ni mchezo wa kihistoria kwa sababu ukiangalia Da Young African ni timu kubwa. Pia Al Ahly ni timu kubwa kutoka Misri pale. Na ukiangalia katika viwango vya FIFA anashikilia nafasi ya kwanza kwa ubora katika bara la Afrika. Na katika kihistoria huu utakuwa ni mchezo wa 9 kwa sababu Yanga na Al Ahly wameanza kukutana mara ya kwanza kabisa mwaka 2009. Mara ya kwanza. Wamecheza michezo 8. Lakini katika michezo hivi karibuni wamecheza michezo 6 ambapo Al Ahly wameshinda michezo 3 wakitoa sare michezo 2 huku Yanga wakishinda mchezo 1. Kwa hiyo ni mechi ambayo inaenda kuonesha upinzani wa hali ya juu sana. Ukifuatilia kwanza mechi za ndani za Al Ahly, sawa? Hizi 6 zilizopita mechi zake za nyuma amecheza michezo 5. Akicheza michezo 5 amepoteza michezo 4. Akishinda mchezo mmoja, wakati Da Young African yeye amecheza michezo 5 akishinda michezo 4 akitoa sare mchezo 1. Kwa hiyo unaweza kaona kuna utofauti mkubwa sana kiasi kwamba ikawasukuma hata Al Ahly kufanya usajili wa wachezaji watatu hatari zaidi. Wakafanya usajili wa fullback ya kushoto sawa Belamari, sawa Yusuf Belamari ni mchezaji mwenye viwango vikubwa. Hata ukienda kwenye market value sasa hivi huyu bwana ana kiwango kikubwa zaidi. Pia wakaenda kuongeza ubora katika eneo la fullback wa kulia. Huyu bwana anaitwa Ahmed. Bwana Ahmed ameenda kuongeza tena nguvu katika safu ya ulinzi ya timu ya Al Ahly. Kwa maana walikuwa wana madhaifu makubwa sana kwa sababu wanapoteza michezo 4. Kwa hiyo ni mechi ya kiufundi ambayo ni mechi ya mbinu za walimu zitaonekana uwanjani. Bwana, Al Ahly ndani ya Misri. Yanga tumeshazoea kienda ugenini wanakuwa kama wako nyumbani. Wamekuwa kufanya mara kadhaa, hata tumeona kombe la shirikisho waliweza kucheza finali, waliweza kupata ushindi ndani ya ugenini. Mchezo unahisi Yanga wanaweza kupata ushindi kutokana na usajili waliofanya katika dirisha dogo? Ushindi unawezekana kwa sababu ukiangalia mechi ya mwisho ya Yanga na Al Ahly, Yanga alifungwa goli moja akiwa ugenini, sawa, 2024. Mechi ya mzunguko wa pili wa makundi pia walikuwepo kundi moja. Ambapo mechi ya kwanza walicheza Dar es Salaam Disemba 2023 wakitoa sare ya goli moja. Kwa hiyo unaweza kaona matokeo ya Yanga yanaweza yakawezekana Yanga akapata ushindi kwa sababu Al Ahly kwanza yuko nyumbani. Kwa hiyo mtu mwenye pressure kubwa ya mchezo ni Al Ahly, si Yanga. Na ukizingatia hata kwenye kundi lao, katika msimamo wa kundi wao, Al Ahly na pointi 4 akishinda mchezo mmoja akitoa sare mchezo mmoja. Pia Yanga na pointi 4 akishinda mchezo mmoja akitoa sare mchezo mmoja. Kwa hivyo kila mtu anatamani kwenda kileleni. Kwa hiyo nadhani Yanga na possibility kubwa sana kwa sababu ukiangalia usajili aliofanya, tunaangalia ingizo la kina Bwana Depu, tunaangalia kina Damalo kutoka Singida anakuja pale anaongeza kitu, tunamwangalia Alan Okello wanakuja wanaongeza, wamekuja pia kina Frank Asinki anakuja anaongeza katika eneo la ulinzi. Kwa hiyo ni mechi ambayo ya maamuzi magumu, lakini tunampa possibility kubwa sana Yanga anaweza kaondoka na ushindi katika mechi hii. Unampa possibility kubwa Yanga wakati tumeona Muhindi kamwekea kamchinja Yanga kwamba kushinda ni kwa bahati sana. Mfano ukienda pale SofaScore unakuta Yanga na odds ya 15 kama point 9 kama sikosei. Kwa hiyo ukimfuata Yanga anatoboka vizuri. Yanga anashinda kwa ukiangalia na performance yake ya sasa hivi. Kwanza Yanga yuko serious na mashindano. Yanaonesha nia kwamba analitaka ile kombe kwa namna yote. Al Ahly anafungika, sio kwamba timu labda kwa sababu tumeona mechi zake stats za hapo nyuma, mechi 4 amepoteza Al Ahly. Kwa hiyo bado ana pressure, ameshinda mechi 1. Kwa bado ana pressure kubwa sana kiasi kwamba huenda ndio maana ikamshawishi aongeze nguvu katika kikosi chake. Okay bwana. Ndani ya Misri tunaona moja kwa moja wachezaji wa Yanga wameanza mazoezi, lakini tunaona tuna Depu. Depu usajili wake mechi yake ya kwanza ameweza kuassist, ameweza kufunga. Unahisi ni mchezaji ambaye atakuwa hatari zaidi kwa upande wa Al Ahly? Ni mchezaji wa kuchungwa sana kwa sababu tumeona kwanza ana uwezo mkubwa wa kumiliki mpira. Akili yake, concentration yake katika game. Angalia mchezaji anakuja for the first time anaingia katika game plan ya mwalimu. Sawa, kwa mara ya kwanza anaenda kutengeneza combination as if kwamba mchezaji alikuwepo kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana kwa unaangalia kabisa kwamba mentality ya huyu mchezaji iko vizuri na anawaza kuhusu mpira. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ataenda kuwapa wakati mgumu sana, kuwauliza maswali magumu
wa mabeki wa klabu ya Al Ahly. Ndio maana ukaona hata Al Ahly wenyewe pia wameongeza nguvu katika eneo la ulinzi. Japo wana wachezaji wazuri, ukiangalia kwa mfano katika safu ya kiungo pale kuna bwana Aliou Dieng. Inasemekana kwamba Valencia wanamtaka pale Spain, akaenda akakipige pale. Kwa hiyo ni mchezaji mwenye wanachezaji wa viwango vikubwa, lakini wenda wakaulizwa maswali magumu sana na wachezaji wa Young African. Bwana, hapo kuna mchezaji kama Alan Okello tumeweza kumuona. Usajili wa Yanga umeusifia kidogo, lakini unahisi Alan Okello tungekilalamika ni kijana mdogo, michuano ya kimataifa ni mikubwa kwake. Unahisi anaweza kaimudu? Mpira unahitaji utimamu wa akili. Sio utimamu wa umri. Tunaona mfano kina Lamine Yamal wana umri mdogo. Pia ukienda mfano pale Al Ahly wana forward mmoja na miaka 18 lakini anazima mali vizuri na anafanya mambo makubwa. Kwa hiyo mimi sidhani kwamba Alan Okello abebeshwa mzigo mkubwa sana. Ni mchezaji mwenye uzoefu pia. Angalia ameenda kucheza AFCON. AFCON ni mashindano makubwa kuliko hata klabu bingwa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anaweza kwenda kuleta matokeo makubwa, asibezwe, anaweza kufanya makubwa zaidi. Ana uwezo mzuri. Bwana, kauli za Ali Shaban Kamwe. Mwanzoni walisema malengo ni kufika makundi. Je, unaona Yanga kweli malengo yalikuwa ni kufika makundi tu? Mimi naamini kwamba unapofungua njia moja ndo mwanzo wa njia nyingine. Kwa hivyo nadhani Yanga wamefungua njia nyingine ya kuitaka kwenda kucheza robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo nadhani ni mrango mzuri na unaweza kufunguka. Kwa sababu ukiangalia hata katika stats wale wenyewe wako chini pale kwa tofauti tu ya magoli. Al Ahly ikiwa na goli 5 goal difference, Yanga ikiwa na goli 1. Anamfuata na Eli Farabat pia wa mwisho kabisa ni JS Kabylie. Kwa hiyo tunaona kwamba ana possibility kubwa sana ya kwenda kucheza hatua ya robo finali. Utimamu wa Al Ahly unahisi ni mchezaji gani hasa Yanga akiingia bwana hapa wajichunge kwa timu ya Al Ahly? Kwanza kabisa tukianzia katika safu kwanza Al Ahly ana safu ngumu ya ulinzi. Tukiangalia goalkeeper anacheza timu ya taifa ya Egypt, El Shanawi. Sawa tukiangalia kwanza katika squad ya first 11 ya Al Ahly wachezaji 8 wanatoka katika pale wanaenda kutengeza squad ya timu ya taifa. Wachezaji 8. Inatoa wachezaji 8 kwenda kucheza katika wachezaji 8 ndio taifa lenyewe. First 11. Kwa hiyo Al Ahly ndio taifa lenyewe. Kwa hiyo Al Ahly wanaibeba Misri kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo viwango vya wachezaji waliopo pale tunaangalia kwamba kuna winga wa kushoto anaitwa bwana Hussein. Ni winga hatari sana. Miaka 33 unaweza kusema labda ni mzee lakini shughuli yake pale uwanjani ni hatari. Kwa hiyo ni wachezaji ambao ni wa hatari kabisa, wanaweza kaleta Yanga watakiwa mchunge sana. Bwana hapo umeweza kusema Yanga wanatakiwa wamchunge sana. Mbinu ulizotumia Petro Gonzalez katika ligi kuu, unahisi ni mbinu hizi zitaenda nazo katika mechi za kimataifa? Mechi za kimataifa zina hadhi yake kwa sababu tunaangalia Al Ahly ni timu ambayo ina experience na exposure kubwa na mashindano. Sawa. Kwa hiyo nadhani mbinu za mwalimu huenda zikabadilika kulingana na mpinzani unayekutana naye. Kwa sababu mara ya mwisho tunaona head to head ya Yanga na Al Ahly amefungwa Yanga. Kwa hiyo nadhani mwalimu ataenda na mbinu mbadala za kwenda kumuuliza kocha wa Al Ahly kwamba bwana naweza nikakufunga. Kwa kocha wa Young African nadhani ataenda na mbinu thabiti kabisa za kwenda kuhakikisha anaivunja safu ya ulinzi Al Ahly na kuweza kupata ushindi. Yanga kuhamishiwa uwanja tofauti na matarajio yao, unahisi inaweza ikawa moja hapo ya chachu endapo atafeli? Changamoto ya kwanza iliyojitokeza ni kwamba pale Cairo Misri ule uwanja ulikuwa na changamoto ya kufungiwa kwa mashabiki. Kwa hivyo ndio maana wakaamua kuupeleka Alexandria. Sawa? Kwa hiyo nadhani ili mradi wapate mashabiki. Unajua wenzetu kule kwanza klabu ya Al Ahly mashabiki wake huwa hawapoi. Lakini pia Young African tumeona wamecheza na Mamelodi Sundowns, washabiki walikuwa wapoi, lakini vivyo hivyo Yanga waliweza kuonesha ubora wao. Nadhani hata pia umezoea hapa Tanzania mashabiki wanashabikia vizuri, wanashangilia vizuri. Kwa hiyo kuhamishwa kwa uwanja hakumfanyi Yanga kwenda kukosa matokeo, japo huenda kuna vitu ambavyo labda vikao vimeathirika kidogo kisaikolojia kwa sababu ya maandalizi ambayo walikuwa wanafanyaje wanategemea, ila nadhani wanasemaga kwamba askari achagui silaha, popote anapigana. Kwa hiyo nadhani Yanga wataenda na mchezo mzuri, watashinda. Kwa kumalizia, natamani unipangie kikosi chako bora kabisa cha Yanga pale. Nani unafikiri wakianza kuanzia golini mpaka mbele? Bwana wewe unamwambia Al Ahly hapo bwana anachinjwa kama kuku. Mimi nadhani kama tunavyoona nimeona Didier Diarra amerejea ameungana na timu. Kwa hiyo golini pale ataanza mwana Didier Diarra. Sasa tunadhani ni screen protector wenyewe wanapenda kumuita. Fullback ya kulia hivi Kwasi amepona? Yao Kwasi atola. Yao Kwasi atola atakuwa nasukuma pale upande wa kulia, huku upande wa kushoto
Mimi nitampa Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Boko anamweka benchi. Boka ataingia atasabu. Itategemea kwa sababu Mohamed Hussein mkongwe kidogo. Pia ana uzoefu na haya mashindano. Tofauti na Shadrack Isaac Boka au Medeo anamuita. Okay. Ukienda pale center back mimi nitaanza na kama kawaida. Big brain defender. Pia na bwana Afande pale kutoka KMKM. Sio kwa urefu mweke Mwamnyeto. Mwamnyeto kweli ana exposure na mashindano, ila nadhani kuna namna ambayo kwamba Al Ahly kwanza wanapenda sana kucheza mipira high ball. Wanapenda kucheza drop ball, wanapiga, wanapenda kucheza high. Kwa hiyo tukiangalia kwamba uwezo wa nani huyu? Mwamnyeto. Hapana, nani? Baka Ibrahim Abdullah Baka ana uwezo wa kucheza mipira mingi sana ya kichwa tofauti na Bakari Nondo Mwamnyeto. Huku Dickson Job akibaki kulinda lile eneo ambalo labda mipira itadondoka katika eneo lile akifanya clearing. Tukienda kwenye kiungo pale namba 6 mimi nitaenda na Duke Abuya. Duke Abuya. Afu namba 7 pale taanza na Maxim pia Nzengeli. Namba 8 bwana, mimi nitaanza na Mudathir Yahya basi. Damalo Kamara ni mchezaji mzuri. Atakuwa ni chaguo la pili kwa upande wangu. Tufike namba 8. Namba 9 mimi nitaanza na Depu. Mimi kwa hiyo Dube tena mnaanza kumsahau. Hapana, sio namsahau. Naona kwamba maamuzi ya Dube na Depu ni yana tofauti kidogo. Kuna utulivu mkubwa sana ambao tunaweza kupata kwa Depu. Anaweza kutupatia matokeo. Unajua desturi ya timu nyingi za Waarabu, sawa, wakikufunga wao wanarudi ku defense. Kwa hiyo wewe unatakiwa uende na plan kwanza, umfunge kwanza wa kwanza. Kwa hiyo Depu anaweza kupatia Yanga matokeo ya kwanza kabisa. Wakaja rudi kujilinda au kutafuta matokeo mengine zaidi. Namba 10 hivi namba 10 pale nani? Kuna Alan Okello. Alan Okello. Kuna mimi namba 10 mimi nitaanza na Pacome Zuzu. Namba 10 nitaanza na Pacome Zuzu, alafu Alan Okello yeye atatokea upande wa kushoto wa pembeni. Atatoka upande wa pembeni wa kushoto. Bwana. Hicho ndio kikosi changu ambacho Al Ahly akija vyovyote anapasuka. Vyovyote anapasuka.